Mungu. Je, umemhusisha Mungu? Je, katika hiyo uamuzi ambao unaenda kufanya wakati huu, je, Mungu yuko hapo? Ndio kwa sababu Daudi alikuwa anapendwa na Mungu. Kwa sababu katika kila jambo Daudi alikuwa anatenda, alikuwa anauliza Mungu, nifanye. Wakati Daudi kambi lake ilikuja kuvamiwa, mke na watoto wakachukuliwa, hakuwa na papara. Akatulia, akauliza Mungu, nifanye nini? Niwafuatilie? Bwana Yesu asifiwe. Bwana akasema nenda. Bwana Yesu asifiwe. Angekuwa mtu mwingine angekuwa amechukua mikuki na kila kitu na kwenda. Lakini hapo amesikia sauti ya Mungu. Daudi akasikia sauti ya Mungu, akaweza kuwafuatilia na akaweza kurejesha vyote. Kumbuka huyu ni mzee wa nyumba. Kumbuka huyu ndio baba. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka huyu ndio decision maker katika familia. Na akiongea hakuna mtu anapinga. Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha kwamba wanawake kitambo hawakuwa na sauti. Bwana Yesu asifiwe. Tungekuwa na sauti basi tungeweza kumwambia Bwana, wewe unaona pale Mungu alikataa. Bwana Yesu asifiwe. Situkae hapa tungoje wakati wa Mungu. Lakini hilo alikuwa. Moabu kaenda na familia yake wa Ruth wakaenda, Naomi akaenda, wakapate sasa pale wanawake wa Moabu. Inatoa hakika mahali pale wakati walianza kufanya mila za huko, naona Mungu alikasirika. Bwana Yesu asifiwe. Mbona niliwakataza na wewe umeenda kufanya? Sasa mimi kiboko changu kitafanya nini? Kitakugonga. Wakaanza sasa kupitia jangwa nzuri kuliko ile ambayo waliacha pale. Bwana Yesu asifiwe. Jangwa ya vifo. Haleluya. Walipopitia katika ile jangwa la vifo, baba huyu akaaga, wale wawili wakaaga, Naomi akasema, sasa mimi kila ambacho kimebaki, mimi nitarudi katika mji wangu. Na sijui nitarudi aje kule, kwa sababu mimi Naomi nilikuwa najulikana na jina lingine. Lakini sasa mimi ninarudi, sina mume, sina watoto, sina chochote, hata sina ambazo nilikuwa nimeenda kutafuta pale, sina. Bado ninarudia, Moab is not an answer. Kaa hapo hapo katika hilo jangwa ukitafuta Mungu na Mungu ataweza kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Baada nimeolewa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu hapo labda anapaka mistari. Bwana Yesu asifiwe. Amani iko na mume na watoto wawili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati walifika mahali pale, jangwa kikawapiga. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwanamke mjane, usijui kama umekutana na wanawake wajane, wale wanawake ustruggle. Bwana Yesu asifiwe. Kulea watoto na kila kitu uko peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alikaa, fahamu zikarudi kama mwana mpotevu. Akasema, na mimi nitarudi mahali ambapo nimetoka. Na kwa sababu ni mama ambaye amejaa na neema, ni mama ambaye amejaa Mungu, ni mama ambaye ako na hofu, akasema mimi niwe liwali. Lakini Mungu kumbe alikuwa na mpango mema pale mahali ambapo alitoroka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati sasa wamekosea pale, wamemisha kila kitu, wamekula chakula na wala ambao si wa Mungu, wamejichanganya, wakaweza kujirudia. Bwana Yesu asifiwe. Alipojirudia huyu mama, akasema nitarudi. Lakini wanawake walipoona